mimi nitafanya mpango wa kumrejesha George katika mstari ulio sahihi. Nahisi kuna namna imefanyika kumbadilisha George kifikra. Nadhani napaswa kuipambania hatima yangu, mama. Sawa binti yangu. Mimi mama yako nakuombea kila siku. Bila shaka utafanikiwa katika hili. Sehemu hii ni nzuri sana, nimepapenda sana. Vipi, nikupeleke kwenye maji au? No, hapana. Naogopa sana maji. Okay. Hivi kwa nini umenileta huku? Najua unahitaji mazingira fulani mazuri ya utulivu kutokana na hali unayoipitia. Na ndio maana niliona haya yanafaa zaidi. Ni kweli. Hebu niambie shemeji. Hivi ni ungwana kweli aliyofanya rafiki yako? Kama yeye alikuwa ana nia kutengeneza maisha na mimi, angeniambia mapema ili nijue cha kufanya. Ukweli ni kwamba amekutendea unyama ambao hastahili kutendewa mwanadamu yeyote. Na hajaniambia kitu chochote kinachoendelea mpaka saizi. Nilichokuwa nakijua ni kwamba bado mpo kwenye mpango wenu wa ndoa. Hebu niambie, naificha wapi aibu hii mimi? Unajua kama ameniacha uchi vile. Ina maana ni kweli hajawahi kukwambia shida ni nini? Kiukweli hajawahi kuniambia chochote, ila nilichokuwa nakifahamu toka awali ni kwamba ni ule msimamo wako wa kutaka kulala naye kimwili ndio ilikuwa changamoto kubwa kwake. Hakuna kingine nilichokuwa nakijua ila hicho tu. Angalau nimejua ni nini sababu ya kuachika. Kumbe ni kutoa tendo la ndoa kabla ya kuolewa. Kwa kosa hilo shemeji, niko tayari kuachika. Nenda kamwambie nimekubali kuachika. Please Mona. Mpumbavu ni yule ambaye yuko tayari kuipoteza dhahabu bila kujua thamani yake. George yuko tayari kupoteza Mona. Lakini mimi siko tayari kuukosa. Niko tayari kufikia aibu ambayo inaenda kukumba Mona. Tafadhali. Mimi niko tayari hata kama ni leo kukutolea mahali kwa ajili ya ndoa kabisa. Please Mona. Mona. Yaani nataka siku moja mambo yakiwa vizuri mzee, tuenzetu Matema Beach kule. George, kuna mabinti wazuri kule hatari. So unajua watoto wa Kinyakyusa walivyojaliwa maumbo makubwa. Wanasema eti ni kwa sababu ya kula maparachichi sana. Kwa jinsi ninavyokufahamu utakuwa unamfikiria Mona Lisa. Unanikela sana ambapo hauruhusu awe mbali na maisha yako. Ivan, unaweza kunipeleka sehemu nzuri yenye utulivu ili nikaitulize akili yangu? Na maanisha sehemu ambayo itakuwa haina kelele aina yoyote ile. Labda mortuary. Of course, eneo hilo lipo, lakini haliwezi kuwa kimya kabisa. Ni lazima kutakuwa na watu baadhi ambao wanaongea pia. Basi kama itawezekana naomba unipishe nibaki peke yangu. Nadhani nahitaji kupata muda mzuri kwa ajili ya kuituliza akili. Kwa unanifukuza, si ndio? No,
Sina maana hiyo. Kama itakupendeza unaweza ukabaki. Lakini mimi nitaingia chumbani ili nikaone kama naweza nikapata japo lepe moja la usingizi. Okay. Sawa, mimi nitaondoka. Lakini punguza kumwoza Mona Lisa. Hivi ni kwa nini unamchukia sana Mona? Kuna namna alikutenda sivyo? Angeipata wapi nafasi ya kunikosea? Ni vile tu aendani na maisha yako. Hivyo tu. Lakini watu wengi wananiona kwamba mimi ni mpuuzi kwa kumwacha. Wewe je, unajionaje? Sawa mzee. Mimi nasema. Kila mtu anampenda Mona Lisa. Na watu wanasema Mona ni mwanamke wa mfano wa kuigwa. Kwa nini Ivan yeye anamchukia namna hii? Sina hakika sana kama moyo wangu haumpendi Mona. Kama ningekuwa simpendi, kwa nini ninapoteza furaha niliyokuwa nayo? Kwa nini nimepoteza hamu ya kula baada ya kuachana naye? Kwa nini muda wote natamani kumuona? Kwa nini namkumbuka kwa kiasi kikubwa namna hii? Nadhani najiongopea sana kwa kudhani simpendi. Lakini ni kwa nini na yeye hanitafuti? Sio mbaya. Acha nikajilaze tu. Nitamsahau siku si nyingi. Vile. Naomba unisamehe. Hapana, hujanikosea chochote. Ila ni vile tu nilishtuka, maana sikutegemea kama unaweza kuniambia maneno kama yale. Ni sawa tu kujisikia wewe kunipenda. Nikadhani labda nimekuuzi sana. Kawaida tu, hata usijali. Okay, vipi naweza kukununulia chakula cha usiku wa leo? Hapana. Kwa leo hapana. Leo nimejisikia kula chakula alichopika mama. Halafu Vani, kama unaweza ningeomba ukae mbali na mimi, maana sipendi uje ugombane na rafiki yako kwa ajili yangu. Sasa nitakusana naye kwa lipi? Yeye ameamua kukuacha kwa hiari yake. Kwa hiyo kama ameamua kukuacha ndio utabaki bila mwanaume? Hapana, nilikuwa nasemea tu. Kama huna unachokijali basi. Usisahau kuwa mmeshawaalika watu tayari. Na George tayari ameshagaili. Waza kunipa nafasi hiyo moyoni mwako. Ili hiyo siku mlioipanga nije kukulipia mahari. Aibu itakuwa kubwa sana Mona usipofanya maamuzi. Nitakupigia, subiri simu yangu. Sawa, lakini fikiria kwa kina. Sawa. Ni kwa nini Ivan anajali sana kuhusu aibu inayonikabili? Ni upendo au ana dhamira nyingine tu? Lakini ni kwa nini yawe tayari kumchukua mwanamke aliyekuwa wa rafiki yake, tena ambaye ameachika juzi tu? Kwamba anajali sana kuhusu mimi kuliko urafiki wake na George? Nadhani napaswa kumtilia shaka huyu mtu. Huenda yeye ndiye chanzo cha haya yote. Lakini hapana, Ivan ana nia ya kunisaidia. Huenda ananipenda kweli. Acha nione mwisho wa huu mchezo ni nini. Mungu ndiye anayejua hatima ya hili. Umejaribu kufikiria endapo George anafika hapa na kutukuta hivi? Sidhani kama atakuwa na chochote cha kutufanya.
Unajua kwa sababu gani najiamini? Kwa sababu wewe sio mali yake tena. Hakuna kabisa ninachokijali. Nadhani huu ni mpango wake wa muda mrefu sana. Au wewe unamwogopa? Hapana, simhofii sana. Ila sema kiubinadamu kuna namna lazima nijishtukie. Ujue nyie ni marafiki. Ni mara ya pili unalizungumzia hilo neno. Lakini usichokijua ni kwamba yule sio rafiki yangu kama unavyofikiria. Watu tunakutana kwenye maeneo ya mazoezi tu. Huwezi kuamini kuwa kwake sijai kufika wala yeye kwangu hapafahamu. Huyu jamani muongo sana. Anamkana mwenzie waziwazi ili mradi tu anipate. Mimi nilidhani mna ukaribu sana. Hivi Ivani, ulianza kuvutiwa na mimi lini? Ni muda mrefu. Tangu siku alipokutambulisha kwangu kuwa wewe ni mpenzi wake. Muone alivyomsahaulifu. Ametoka kukana kuwa hawana ukaribu sana na George, lakini saizi anasema kuwa George alinitambulisha kwake. Oh, ile siku tuliyokwenda uwanjani kuangalia mechi ya Dodoma na EF Yes. Kumbukumbu zako ziko vizuri. Nilikuwa nakutizama kwa matamanio sana. Nadhani ulinigundua, si ndio? Ni kweli kama nilivyofikiri kuwa mpango wake ni wa muda mrefu. Inaonesha ni tabia yake kuwataka mashemeji zake. Umeona vipi? Utakuwa umeshafanya maamuzi. Ujue mimi nilikuwa nataka kesho nimalize kila kitu. Ujue mimi sina wazazi wala ndugu zangu hawako hapa. Wako Mwanza. Kwa hiyo kama utakubali, ili leo niandae washenga kabisa ili kesho tukutane kwa pamoja. Nipo nalifanyia kazi hilo jambo. Si unafahamu sio jambo jepesi kwa kulichukulia maamuzi kwa haraka. Lakini wewe andae wao washenga ili mimi nikisema ndio basi mje. Pia asante kwa upendo wako Ivani. Nipo kwa ajili yako Mona. Asante. Kwani unaniita kwa sauti ya kupwayuka hivyo mwanangu? Mama, hivi unafahamu kinachoendelea kuhusu mtoto wako? Kumbe na wewe uko hapa. Nimesema njoo hapa. Njoo hapa. Tino, ukimpiga mdogo wako na kuapia na kufikisha kwenye eneo la serikali. Huyu saizi ni binti mkubwa, sio vizuri kumpiga kama mtoto. Mama, wewe ndio unayefuga ubovu. Hivi unafahamu kuwa huyu ana mahusiano ya kimapenzi na Ivani? Ambaye ni rafiki na George. George sikesho kutwa anakuja kuonekana hapa. Hivi unafahamu kama akijua upumbavu unaofanya huyu atakuja kweli? Tino, hebu ishushe chini hiyo sauti yako. Kwa nini naongea bila kujali madhara yatakayotokea? Hebu wewe nenda, mimi nitaongea na Mona, alafu nitakupa mrejesho. Naenda. Lakini asipojirekebisha tabia yake, mama usije kunilaumu. Hawezi kuzalilisha familia yetu kwa kijinga hivi. Hebu niambie, maneno aliyosema kakako yana ukweli gani ndani yake? Mama, mimi sina mahusiano na Ivani. Nipo tu karibu naye kwa kuwa na muhisi jambo. Nadhani kuna namna anahusika kusababisha mafarakano kati ya mimi na George. Kuwa makini Mona. Nipo makini mama. Kwanza nadhani nikutake radhi kwa sababu naenda kutumia muda wako kwa ajili ya jambo langu. George. Wewe kusema hivyo bwana. Hata mwenyewe nimeshatumia sana muda wako kwa ajili ya masuala yangu binafsi. Sisi ni ndugu bwana. Kweli bwana. Nadhani inapaswa kuwa mkweli kwako.
kwa sababu nikisema nifiche fiche, sidhani kama unaweza kujua namna gani ya kunisaidia. So dakta kaka. Nadhani nimependa ndugu yangu. Yaani kuna mwanamke nashindwa kabisa kumuondoa katika akili. Ni jambo la heri shehe. Kwa hiyo unataka kunifanya kuwa mshenga, si ndio? Hapana, sihitaji kukufanya kuwa mshenga kwa sababu mwanamke mwenyewe nilishakuwa naye na tayari nimeshaachana naye. Kinachoniumiza ni kwamba nilimwacha kwa kumwachia maumivu makubwa sana. Kwa kuwa hakuna kosa lolote ambalo alinifanyia baya. Mwenyezi Mungu akusamehe sana. Je, ulimtenda kwa akili zako mwenyewe au kwa shinikizo la mtu mwingine? Nadhani ni kwa shinikizo la mtu. Unamfahamu Ivani eh? Hebu kwanza, kuna jambo linanijia kichwani. Binti unayemzungumzia ni yule binti wa marehemu Adam? Maana yule ndiye nilikuwa naye kwa mara ya mwisho. Ndio, anaitwa Mona Lisa. Ulipomtaja tu Ivani, nikamkumbuka na huyo binti. Maana sasa hivi Ivani muda mwingi ndio kuna yule binti. Abduli, nadhani umeanza kuniletea masiara. Kwa sababu hilo swala haliwezekani kabisa. Ivani hahitaji hata kumsikia huyo binti. Na ndio maana akanitaka nikae naye mbali nisiwe na mahusiano naye. Kwa naomba utengue hiyo kauli yako tafadhali. George, sijaongea nikiwa na maana mbaya. Nimeongea kile kitu ambacho nakifahamu. Maana Ivani sasa hivi muda mwingi anautumia akiwa na yule binti. Basi, ama kwa hakika hii dunia ina mambo mengi sana ya kustaajabisha. Kwa hiyo yani Ivani hapana, ili swala haliwezekani. Haliwezekani kabisa, halina ukweli wowote. George, katika maisha unapaswa kwanza kuamini akili yako. Akili ya mwenzio ifanye kama akiba baada ya akili yako kufikia koma kufikiri. Na sio kila ushauri unaopewa unapaswa kufanyia kazi. Kwa maana ninavyoona wawili wale ni wazi wako katika mahusiano ya mapenzi. Na kama hawajaingia huko, wanatarajia kuingia. Sawa. Upo sahihi Abduli. Wewe ondoka nyumbani. Nadhani baadaye au kesho nitakupigia simu ili niweze kuona ni namna gani utanisaidia. Unaona sipo sawa saa hizi. Si nimechanganyikiwa, si ndio? Naomba upite pale counter umwambie mhudumu aniletee kinywaji chochote kile ambacho kinaweza kanielewesha haraka. Aje yaondoe haya maji. Msajili kama hao kula mzee. Chips kuku hapa ndio nahitaji. Nashukuru sana kaka. Na huo ndo ndugu sasa. Naomba niwekee pale, nadhani nitakula baadaye. Kula saa hizi, nani kakwambia chips zinaliwa zikiwa zimepoa? By the way unahitaji kula. Juu umezofu sana. Anavyoonyesha kujali, unaweza usimuhisi kitu kabisa. Huyo mtu ni muuaji mzoefu. Ananiua polepole huko najiona. Siwezi kula chipsi zake. Huenda anataka kuniua. Nimetoka kula muda si mrefu. Kwa hiyo siwezi kula tena. Nikisikia njaa nitazipasha moto. Okay. Sawa. Mimi nimepita kukuletea msosi tu. Kuna mali naenda. Ivani, kwani tusingeambatana pamoja huko uendako? Kwa sababu niko mpweke sana. Huyu jamaa vipi? Anataka kuniharibia mpango wangu ni? Sasa ambatane na mimi kwenda wapi? Mimi nataka nikaonane na Mona ili anipe jibu langu leo hii. Hapana, nadhani unahitaji kupumzika. Najua hali yako sio nzuri. By the way uko na mawazo sana. Sijui ukapata ajali bure. Wewe kufanya washa TV pale utizame mchezo na habari. Ni kama anajaribu kunikwepa hivi.
Ana mpango gani huyu shetani? Ni kweli usemacho. Wewe nenda tu. Daima wewe umekuwa ni mwelewa na umekuwa ukinielewa kila nilokuongoza. Kwa mpumbavu huyu. Anamaanisha nini kusema hivi? Anadhani sijajua kuwa amenipotosha? Eti namuelewa kwa kila anachoniongoza. Sema huwa tunaelewana. Haya bwana.